Imani ni nguvu ya kiroho ambayo haikubaliani na hapana. Kwa nini? Jibu. Ila inamsaidia mtu kuvuka vikwazo vyote vile ambavyo kama vingekuwepo vingemzuia huyu mtu asifikie kumiliki kile ambacho amekiona rohoni. Si tumesema kule mwanzo kwamba imani na nguvu ya kufungua macho ya rohoni. Unaweza ukaona uzima mahali unaumwa, unaweza ukaona utajiri mahali umekuwa maskini. Huna utajiri ila unaona rohoni. Sasa hii ya pili inatuambia katika kuona utajiri kwako katika mazingira ya hapana, mazingira yanasema hapana, ila wewe rohoni unasema mimi mbona naona mimi ni tajiri huku ndani, mbona naota ndoto naokota hela, nawasaidia watu, naendesha gari, nakabidhiwa nyumba, mbona naona hivyo vitu huku ndani, macho yamefunguliwa. Lakini mazingira yanakwambia hapana ndio jibu lako. Kiasi kwamba ukiamka unaweza ukasema nimesahau ndoto, au ni ndoto tu. Ile ni ndoto tu, umeota ajenda za kitajiri, unasema ni ndoto tu. Maana yake shetani ametumia lugha hiyo kukwambia hapana, haiwezekani. Iko hivyo. Sasa mazingira yanakwambia hapana, haiwezekani. Kule ndani ukiwa na imani, kile ulichokiona kitakusababishia upate nguvu itakao kusaidia kuvuka vikwazo vyote, ni mpaka umiliki ulichokiona. Bwana Yesu asifiwe. Nikupa andiko moja hapa. Marko sura ya 5 mstari wa 27 na 28. Marko sura ya 5 27 28. Marko 5 27 28. Tumefika wote hapo? Tumefika wote? Aya 27 28. Biblia inasema aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Sawa? Biblia inasema aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema nikiyagusa mavazi yake tu nitafanya nini? Huwezi ukasema usichokiona ndani. Kwa kama alisema ni aliona, alafu kutokea kwenye kuona hapo akapewa nguvu. Nguvu gani? Nguvu ya kumsaidia. Mimi natokwa na damu, na kwa hali nilionayo siruhusiwi kwenda kwenye mkutano wowote, nimetengwa. Nawezaje kuvuka kikwazo hiki ambacho na nimesikia habari za Yesu anaponya, lakini kwa namna nilivyo siwezi nikaenda. Lakini pia kwenye mikutano ya Yesu wanawake kuna namna fulani hivi, na mimi ni mwanamke, naendaje pale? Kwa kuamini alichokiona kwamba inaweza akawa na nguvu. Ile nguvu ikamsaidia kumpa akili na hekima ya nini afanye, asipite mbele, apite nyuma. Ni nguvu hiyo. Hekima ni nguvu ya kuyaamua mambo. Angeweza hata kupita mbele ya mlango, Petro, naomba mwambie Yesu nina shida, nina haja naye. Petro anamfahamu yule mama. Umefikaje hapa? Kwa kama kupita nyuma mahali ambako hakuna anayemtazama, ili aguse tu pindo, ajenda yake ifanye nini? Alipona hakupona? Alipona. Uponyaji ulikuweko tokea rohoni kwa sababu alishauona. Ila sasa ile lazima yake ni miliki mwilini ndio iliyompa nguvu ya kuvuka vikwazo vyote na kufikia hatima ya kile alichokiona rohoni. Hiyo ndio imani. Imani isiyokupa matokeo sio imani, ni tumaini. Huyu mwanamke ni yule ambaye amepata shida miaka 12. Sasa mwingine ingekuwa ni kwa namna alivyohangaika, angebaki kusubiri mapenzi ya Mungu. Nasubiri mapenzi ya Mungu, nimefanya kwa sehemu yangu, namwachia. Miaka 12 mingi sana. Nimefanya kwa sehemu yangu, namwachia Bwana. Bwana haachiwi kitu. Kwenye mambo yako mwachie Bwana kwa ajili ya nini? Yaani ajenda ni ya kwako, afu namwachia Bwana ili Bwana afanye nini? Na ameshakwambia udhaifu wake yeye ni roho. Ili afanye kazi duniani anahitaji mtu. Aje mwingine ashughulike na mambo yako, halafu wewe umemwachia nani? Jambo ambalo haliwezekani. Huyu mama akasema mimi ni mimi. Hata kama ndugu niliowategemea wameachana na mimi nitakwenda. Mimi nitashughulika na hili jambo. Alikuwa anajiona kabisa mimi ni mzima. Hii kansa ya kizazi sio yangu. Mimi ni mzima. Kwa nini mzima? Mwanzo 1:31 anasema Mungu akaona kila alichokifanya na tazama ni chema sana. Kama umefanywa na Mungu, wewe uko sawa sana.
Siku moja tulijifunza kwamba ukiona hauko sawa, mwambie Mungu nitazame tena. Mungu akiona kama hapako sawa, anarudia kazi. Tukaulizana, Mungu amefanya kazi siku ngapi? Wakasema siku 6. Siku 6, sisi tukasema kwa mujibu wa maandiko ni siku 7. Mwanzo 2 kuanzia sura ya 2. Mwanzo 2 kuanzia mstari wa 2. Maandiko yanaeleza wazi pale. Sawa, ngoja niwasomee mara moja. Muone Mungu anavyofanya kazi. Haleluya. Mwanzo ile ya Mwanzo 2 sura ya 2 mstari wa kwanza na wa 2, maandiko yanasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote. Siku ya ngapi? Siku ya ngapi? Hiyo ya 6 imetoka wapi? Siku ya 6 Mungu alikamilisha kila alichotaka kukiumba kwa Adamu, kwa mtu. Siku ya 6 sio alikuwa anaumba mtu. Kwa siku ya 6 kama alitaka aweke pua iwe kubwa au ndogo, alipoiona akaona kila kitu kimekaa sawa. Mguu awe anatembeaje umekaa sawa. Alipomtazama Adam akaona kila kitu kiko sawa. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku ya ngapi? Ya 6. Sio amemaliza kazi, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Hapa ndio tunaambiwa mwisho wa Mungu kufanya kazi. Anasema, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Siku ya ngapi? Ya 7. Alistarehe baada ya kumaliza nini? Huruhusiwi kustarehe ni mpaka umemaliza nini? Huruhusiwi kuacha kuomba ni mpaka umepata. Ndio maana yake. Ndio maana huyu mwanamke hakufanya nini? Hakuacha kuomba, hakuacha kupambania afya yake ni mpaka amepata. Mungu hakuacha kuumba ni mpaka ameizalisha ile picha aliyokuwa anaiona. Sasa kitu gani kilimfanya Mungu arudi tena siku ya 7 ambayo ilikuwa ya mapumziko? Ni hiyo Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Mungu akasema si vema. Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake. Katika yote aliyoyaona Mungu akagundua kuna maeneo bado hajamaliza. Licha ya kwamba ni siku ya kupumzika, ngoja nifanye nini? Nirudi kazini. Mungu ukimrudisha kuyachunguza maisha yako, akikutana na maeneo ambayo yanampa tofauti na picha alionayo kuhusu wewe, anarudi kazini. Sawa? Anarudi kazini. Tatizo ni hatumwambii Mungu, chunguza tena, nilivyo ndivyo. Hivi nikisimama mbele yako mimi na watoto wa Mungu mwingine, alafu nikasema wewe ni baba yangu, utakubali hali nilionayo nijitambulishe kama mtoto wako? Ndio maana baba wa mwana mpotevu alipoona toto limekuja na manyapanyapa, alichokifanya ni nini? Akabadilisha ili atakapomuingiza ndani wamuone sawa sawa anavyotaka. Ni wewe tu unajitambulisha kwamba ni wa Mungu na ugonjwa uko ndani. Ni wewe tu unajitambulisha na matatizo ya ndoa na mimi ni wa Mungu. Wakikuangalia hivi wanagundua mbona hafanani hivi? Ni wewe. Baba wa mwana mpotevu anatupa hekima ya Mungu kwamba Mungu yeye akitaka kukutambulisha mahali anakusafisha kwanza, ili watu wakikuona wajue. Unakumbuka habari ya Musa? Musa hajui kuongea, ila Mungu anamuuliza Musa, Bwana, ni nani aliyekifanya kinywa? Sawa, mimi naye kutuma Misri na kujua. Musa alikataa, na ndiye aliyesababisha hata laana kwa ndugu yake, kwa sababu Haruni hakutokea kwenye mapenzi ya Mungu. Haruni alitokea kwenye kiburi cha Musa. Ugomvi wa Mungu na Haruni na Musa, nenda asiendi, mimi sijui kusema. Mungu akakasirika, ndipo alipomuuliza, kwa Haruni hayupo Haruni ndugu yako? Kama asingefikia kote huko, maana yake ilikuwa ni ajenda ya Musa mwenyewe. Kuna mambo ambayo tunawasababisha ndugu zetu matatizo kwa kujiona hatuwezi kwenye kile anachotuelekeza Mungu. Sawa? Ile nafasi ilimzidi nani? Haruni. Ilikuwa sio nafasi yake. Kama ingekuwa nafasi yake, Mungu angempa cha kufanya. Musa hakumkosea Mungu, Haruni alimkosea Mungu, kwani amebambikizwa kesi ambayo ilikuwa sio yake. Joshua amewahi kumkosea Mungu kwa Musa? Haijawahi kutokea, kwani Joshua alikuwa kwenye nafasi yake ambayo amepewa na Mungu kwa upendo wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na desturi ya kumwambia Mungu rudi tena kwenye maisha yangu, Mungu anafanya. Huyu mama kila siku ilikuwa ni Mungu, angalia hivi mimi nikisimama na wanawake wengine, nikisimama nao hapa, kweli nijitambulishe kama mtu niliyeokoka kweli kwa hali nilionayo?
kwa changamoto za ndoa hizi, mtu akimbilie kwangu nitatue changamoto yake ya ndoa. Inawezekana? Je, pana utukufu hapa? Mungu akiona si vema anarekebisha. Bwana Yesu asifiwe.